kuna mwingine wa Dwaria ata uthagira karaiko we owe nako nikamundie na niguthie kokoma owe nako nikamundie na niguthie kokoma. Wow, thank you very much. No ndiro iboro waithaka wa Jane karaiko ne wako iwa kwina mundu kuna mwingine wa Dwaria. Oh, kuna mwingine wa Dwaria. Alafu ngana naguza wangeshi mwana ni komosa. Hana mdoza ananiua. Ni vibe. Wasanii unaona kama uwe idhaka wangu huyu ni mtu ambaye unajua unaangalia penye pesa iko. Unaona? Baadhi ya watu wanasema idhaka analipanga milioni. Kweli analipanga ni milioni moja. Si ati utani watu wanaongelea ni ukweli. So mimi nilipenda sababu ya kazi ya Waithaka ni mzuri sababu kama yuko kazi, kama uko kazi, Waithaka anajua tu atakulipa. Si ati yule mtu anasema ati huko kwa kazi siku fulani, ati ama kuita tukikuja tukua chini nifanye kazi siku ngapi Waithaka ni mtu ambaye anajua tu jamaa kwa kazi na anakulipa. We na kiroto gya kwigwatira nyumba cia gukomborithia ndugatangike ringi ni turakwenderia gorofa ya floor 5 haria barabara nene ya Thika Super Highway thutha wa Kenyatta University KU. Gorofa ĩno ĩna mũigana wa unit 43 na ĩikarĩire mũgũnda wa fiti ya 70 by 30. Na ndeto njega nĩ atĩ o mweri nyũmba ĩno ĩingagĩria makĩria ma ciringi 350,000. Nyũmba ĩno tũramĩendia ciringi mirioni 37 tu. Nĩguo kwĩgwatĩra nyũmba ĩno na ũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ namba 0728 316 057 kana 0797 751 913. Wĩhĩke marigiti tene mboga itanahoha. Gatho cia mwanya mwiroreri wa Castro Media na mwiroreri wa Kish wa Muthoni TV ndimunyite ugeni guko studio cito na nie ngohoyaga agikorwo urerorera video cito na ndore ra subscribe ngakohoya subscribe na uhinye notification bell na getha tuki-upload video gakorwo we wa mbere na kwerorera nie Geto Timo Castro na mwiroreri taugo urakiona muthenya wa muthi twina mugeni na mugeni taugo urakiona igana nyumba riu ha tuikarite ri riu nie gito yakwa rie kana gigutigwo ki muoyo au aokira haha ni uria emurito uyu akoragwo bodyguard wa Waithaka wa Jane na Muthoni wa Kirumba aka Baby Top na akoragwo na kiria na services cia ugiteri twamwetha thutha wa kuona agitrend kuria nenda-ini cia ukinyaniria na bisha cia keme na mundu gwitwo hena riu ni imagine uyu na Joyce wa mama riu Joyce wa mama hau tukona akigitira mundu gwitwo Waithaka wa Jane na Muthoni wa Kirumba bisha icio nicio cira trend nenda-ini cia ukinyaniria na tuga twethane nake twamwetha pio ginya twamunyitia na riu tutigo kiaria gikuyu tondu ndagikere mu gikuyu tukwaria lugha ya taifa negetha tukorwo tukimumenya atwire niki ekaga apart from riu kugitira na we agikorwo hena mundu taringi ukoragwo agiko irritate hau mundu wendaga ukumwera ikinya ni agutwira ari hagia bia cigana ukuhurira mundu reke itwaranirie nake tumunyite ugeni guko gwitu karibu sana nimewaambia ati vile wewe ni mdogo unaona mimi nimejaa kwa kiti sasa vile wewe ni mdogo na unafanya kazi ya security karibu sana huku hapa ni kwa Castro Media hii kamera kubwa ni ya Castro Media alafu aka kingine kadogo aka ni ya Kish wa Muthoni TV natoshia hapo kweli hapa sijui kama unatoshia lakini kama utoshei tutaunganisha na hii kubwa sawa basi salimia mafans wa Castro Media na Kish wa Muthoni utuambie unaitwa nani. Okay, kwa majina naitwa Jeff Njilwa ama ukipenda Jeff Bouncer wa Waithaka wa Jane. Mimi ndio Bouncer wa Waithaka wa Jane. Na Baby Top. Now apart from Waithaka wa Jane na Baby Top kuna wasanii wengine maybe una provide yanga security. Sasa kama tuko na show mahali tuko na wasanii kama wengi kama Tony Young kama Samindo kama huyu nani wa Moraya Karangwa Moraya huyu pia lazima niwapiga support ya kuingiza ndani na niwatoe bado. Wow. Sasa nataka before tuingie kwa hizo services za security tuanzane na wewe penye umetoka ulizaliwa wapi mtaa gani alafu ndio tuambie vile growth yako vile uliona ni kama unapita wengine unajua kuna wale ukiwa mdogo unaona mtu mzima unaona ni mkubwa lakini wewe unaona tu unaenda ukiwapita kweli so tuambie umetoka wapi ushago vile umelelewa
Okay, mimi kwetu Shagoni Western. Huko Viga. But nimezaliwa hapa Dagoretti Corner. Nimesomea Dagoretti. Nimelelewa Dagoretti. Nimegroia huko sasa ndio nilikuja 2015. Thika. Kwanza maisha yangu mimi mwenyewe. Kusoma umesomea bado tu Dagoretti? Dagoretti ya. Soma Dagoretti. Primary, high school, university? Sikufika university. Hapo na wadanganya hapa. University kidogo sikukanyaga. Mwisho ni form 3. Ndio mwisho wangu. Kumbe hata kasati ka high school kidogo. Ulisema principal akae naye. Acha malizie. Acha malizie hiyo. Haya, umetoka sasa high school. Sasa umetoka home ndio ukaenda Thika sasa kupiga hustle. Ni hustle gani ulianza kupiga? Okay, nikiwa Thika nilianza kazi ya soja. Pale Makongeni Phase 13. Nikapiga nikatoka Makongeni huko kazi ya soja. Katafuta kazi Thika pale town ya Bouncer. Kwa club fulani nitonga pale Sky Model. Nikafanya hapo, COVID ilinitoa hapo nikanipeleka Keno. Nikaenda Smallville. So nimefanya Smallville. So siku yangu ya kwanza wakati Wethaka alikuwa anakuja Keno, OJ. Nikapigiwa simu na Kero mwenye OJ. Kaambia kuja leo nipige support. Juu security yangu hawezi sana hii na watu wenye wamejaa huku. Wakati nilienda OJ, kaambia tutaingiza Wethaka kwa stage na wewe ndio utamtoa. So kalienda kuchukua Wethaka kwa gari. Unajua Wethaka kwanza alishtuka kaniuliza aje. Wewe. Uliostiwa aje huku mashinani? Na venyewe ni mkubwa namna hii. Kaambia Wethaka kwa kweli ni maisha tu, kujaribu tu na maisha. Ukeni nikaingiza Wethaka kwa stage. Akaenda ka perform. Nikamtoa. Kurudi kwa gari nikaniambia hebu nipatie namba yako. Na kupigia tufanye kazi na wewe. Kupatia kweli Wethaka namba yangu aliniambia by the ngiri 5. Wow. Ananiambia hii enda kunywa chai. Na kesho nipigie tuongee kitu saa 5 saa 4 hivi. Hata enda nilipigia saa 4 akaniuliza kwani ulisahau kunipigia Mzito? Yaani ni kama yeye anataka anashindwa kwa nini? You are taking time na. Kumbe ndio Mungu alikuwa anafungua milango zangu. Kwa kweli nashukuru sana Wethaka. Amenifanyia kazi mzuri bwana, hata nimejulikana zaidi. Kidogo tu tupige post, tuachane kwanza na Wethaka kidogo tu. Turudi hapa umetoka form 3 ndio umeenda Keno. Ndio uende ufanye kazi ya soja. Kwani mwili ilikuwa inatoshana aje? Alikuwa kadogo. Kwa mwili wangu alikuwa kadogo zaidi. Nilikuwa mwembamba mrefu. Si ati nilikuwa mfupi, nilikuwa mwembamba mrefu. Bali nilikuwa na mwili kidogo. So kufanya pale kazi ya soja hiyo. Jamaa mmoja akakuja akaniambia pale Makongeni. Wewe kwa watchman. Wewe inafaa ukuwe bouncer mahali. Kwa kweli nilienda kutafuta kazi ya bouncer Thika town. Lakini nilienda kwanza kwa kampuni fulani inaitwa DSS. Nikaandikwa kazi ya watchman. So supervisor jusiku nimezoea kazi ya watchman zaidi. Siku moja supervisor akapata nimelala kwa kiti. Kaanza kunisomea. Nikatoa uniform na trouser nikamwachia hapo nikaenda nyumbani. Mwenye klabu sikia nimeenda nyumbani akanitafuta. Akaniambia kuja mimi na kuajiri mimi mwenyewe, mwenye Sky. Nikakuja kaniajiri mwenyewe. Sasa mwenyewe kampuni akasikia vibaya zaidi. Kajua hapo ndo naanza kula maisha yangu pole pole. Mwenye kampuni alikupata kwa site penye umeasainiwa kufanya kazi. Supervisor. Akaanza kunisomea kama mtoto mbele ya watu. Hapo ndo nilitonga uniform. Na kila kitu nikamwachia. Afanye. Nikaenda nyumbani. Hapo ndo nilianza kazi ya kampuni ya security. Sasa nalipo ngiri 6. Mwenye klabu akanipigia simu kesho yake asubuhi. Akaniambia kuja tuongee hapo kwa ofisi. Kaanza kulipa ngiri 11. So maisha yangu kaanza kupanda. Kumbe hiyo msomo ilikuja na kuongeza mshahara. Kwa hivyo saa zingine afadhali tusome wangu, alafu ndio una make the right decision. Haya, na sasa hapo ni umetoka shule umeandikwa na kampuni, ulikuwa unapiga zoezi like nilikuwa napiga zoezi kidogo. Nimepiga zoezi, nimejaribu yani nipanuka hata ndani nilikuwa mkubwa zaidi kushinda hapa by the way. Hata niongezeke zaidi, hata hiki ndio nikalia peke yangu hivi. Hapo hivyo hiyo time unapiga zoezi, sasa ndio ukitoka ile time mnakuja kupatana na Wethaka ulikuwa unabeba weight na sana aje? Kilo 300 tu. 300 kg. Kweli 300 kg kwa gym. Peke yake tu. Nilikuwa ngana. Unajua unasema kilo 300 peke yake. Okay.
I'm not exaggerating by the way. Ukiona hii mwili yangu, ukiona hivi, nimewahi jaribu kuinua 40 hapa mbao mtu wangu. Siwezi. Na mimi sasa unaona kama pick up nainuanga nyuma peke yangu. Miguu za nyuma zinaangu juu. Pick up unaichukua hivi? Hivyo nyuma. Bila niko hivi. Na ile chakula nakula huwezi iona. Sasa hata hapo ndio nilikuwa nataka nikuje. Like nani anakupikia? Umeoa? Kwanza tuanze hapo. Bado bibi sijaoa, nilikuwa na bibi akaniacha. Ulikuwa na bibi akakuacha? Kaniacha sababu ya kukula zaidi. Kwani ulikuwa unakula aje? Bibi alikuwa anaona ni kama anapika kwa event kila siku. Ni kama event sababu nilikuwa nanuanga unga bando mzima ya unga. Inakaa siku 7. Unajua ni unga 12. So mimi kukula unga nakula 2 kg peke yangu. Na sukuma 150. Sipendi nyama. Chapo, naweza kuchapia chapo 15 na supu ya mbosho. Hiyo ndio chakula yangu mimi by the way. Hadi kulizote ambaye hizo ndio chakula zangu by the way. Si ati nini? Mimi nyama sitambui nyama. Sitambui greens na mbosho na supu yake niko sawa. Ugali ni hapa. Ugali nayo nikuita na itanga tu. Nakujanga tu yenyewe namna hii. Hata mdozi anajua. Hata mdozi wangu anajua kweli yule jamaa. Kwa kukula hawezi ni nyima. Hata tukienda maana mdozi akisema kuna chakula unaenda kula mahali. Hata baby tupo wanajuanga. Haitachangia ile chakula ile ya kuuza na kutoka. Jeff itisha. Na mimi ndicho ugali zangu kama 12 hivi. Kwa hoteli. Kwa sababu sikuwa na uoga wewe kula. Mimi nakula sababu niko na nguvu ya kukula. Ugali 12 Mweroli ugali ile nauzanga kwa hoteli naonanga inapimwa. So hiyo moja mimi saa zingine nashindana kumaliza, saa zingine najikazanga na maliza. Sasa ni hizo zenye nashindana kumaliza 12 hizo. 12. Na ugali yenyewe by the way kushika kamoja hivi. Hakuna kilo kidogo by the way. Ukafanya unakasema ni ugali. Lakini nagonga 12. Natulia nayo. So kenye nafanyanga mtu anaweza kukula, for example kuna mtu hapa tuseme anashindana kukula. Okay, si mkubwa kama wewe. Ni nini mtu anafaa kufanya ndio at least aweze kukula, ama lazima akuwe na mwili yake inafanya kazi sana? Pale lazima uwe na appetite. Unajua mtu kama mimi niko na appetite zaidi by the way sababu utapata mimi nakula sikunywangi pombe. Sivuti sigara. So utapata ule mwingine akuli lakini pombe anakunywa zaidi. So mimi kivyangu mimi najua mimi niko na appetite yangu tu ya kukula. Mimi nakulanga zaidi. Mimi afadhali ninyime kitu kingine lakini kukula usininyime ndugu yangu. Tunataka kusania hiyo. Sasa wewe ukiwa hapo vile unakula hiyo ugali 12 hiyo unakula ugali kilo 2. Unaona ugali manaki trend. Hiyo juu ya ile ugali alikuwa anashika hivi anafinya. Sasa ulikuwa unasikia aje unashindwa hii ugali ilikuwa wakati niliona hiyo wakati ya ugali man. Nikajiuliza mbona mimi sijulikanangi sababu hii kitu naitumia venye jamaa naitumia. Sababu naweza kula ugali hapo toroki. Kilo 2 hiyo. Unajua ugali maana alikula kilo kamoja kale. Nikashindwa kwa mimi nakula 2 kg, ugali maana kilo 1. Wewe unakula mara 2 yake. Nakula mara 2 yake bwana. Na bado naongezea chapo zingine kama 5 juu. Naangalia vile narudi tena na waza zaidi. Mwerole ndike kagwire nigetha tuke huko studio ndio tukuje hapa kwa studio. Ile gari tulikuwa tunatumia huyu jamaa amekaa bana. Amejaa kwa gari. So for example tuseme kama wewe saa hii ukitaka ku advance gari, ukitaka kununua gari, ni gari gani unaona unaweza feel comfortable ukiwa ndani? Gari ndio tuwezi sema lori. Ile gari inatosheanga. Kama Supermetro inatosheanga hapa mbele. Lakini Nissan siwezi toshea. Nissan badhi nakuwa na shida sana kama pale kwa Nissan hapo hata mbele. Sababu Nissan nikuja na ganga peke yangu hapa mbele. Na nipanga hizo vitu zote mbili ndio nitoshee. Na nakaa kisaidi hivi. Siwezi kaa straight kwa magoti. Sitoshei bado. So sijui labda tununue Uber alafu tutoe hizo vitu za nyuma zote wasongeshe hizi nyuma hii. Ndio nitoshee. Ile time unapiga zoezi, how long did it take mwili yako kupanuka? Juu ulikuwa umesema ulikuwa mwembamba mrefu. Mwembamba mrefu. So how long did you take? Mimi kwa hata nasema nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu okay, familia yetu baadhi yao wako na mwili. Hata babangu ako na mwili. So mimi siwezi sema nilijibu nilifanya nikakuwa mkubwa mali. Jua sianangi kila siku hiyo kitu.
Mimi wakati nilianza kula chakula vizuri kaingia kwa mwili mzuri. Ndio nikaanza kupanuka zaidi. Sababu sasa niko na kilo ngapi? Niko na 192 kg. 192. Sasa na height ni ngapi? Height niko na 6.5. Kuna watu wananitanga kamrefu kembamba. Wewe hujui urefu ni nini? Mimi unaweza niita mrefu. Wewe ukijua tukisimama na huyu jamaa namwangalia aje. Msikue mnaniita karefu kembamba na hata mimi si mrefu. Tusimame. Hapana, cameraman. Atumulike. Cameraman mnaniaibisha. So ule mtu anasemanga ati Castro wewe ni karefu. Mambo ya urefu bana. Watu wakiongea, watu wakiitwa watu warefu na wewe expect mimi naweza kuja. Haya, mmepatana na Waithaka kwa club, exchange number, amekupigia kesho yake. Sasa nataka utuambie sasa vile mlianza kuwaka na Waithaka, the whole story. Okay. Waithaka kwanza Waithaka kwa Baby Top niseme Mungu awabariki zaidi. Na warudishie shukrani zao by the way. Sababu sikuwa njua nitapatana na mdozi mzuri kama wakina Waithaka. Waithaka kwa kweli siku ya kwanza kufanya naye kazi. Tulienda side za hiyo njia kwenda Kinangofu pale Jomoko na huko ndani. Na kulikuwa kumejaa vijana wengi zaidi. So unajua sasa lazima niweke cover kwa mdozi wangu. Ningangana naye kwa kweli nikamuingiza kwa stage. Nikamtoa. Nikapeleka kwa gari, yeye akaenda nyumbani, mimi nikaenda nyumbani. So hapo ndo tulianza kufanya na Waithaka kazi. Mpaka leo sana tunaenda tu na yeye. Waithaka ni mtu ambaye ako na roho ya utu. Wakiwa na Baby Top by the way. Unajua Waithaka zingine nikimpigia simu hata nimwambie, "Budozi, niko chini ama sisikii poa." Lazima nishughulikie. So hata sasa Waithaka mwenyewe anasaidia paka watoto yatima. Kutoka kwa mfuko yake, si ndoa pesa mahali pengine. Kwa mfuko wake anasaidia watoto yatima. Yaani tasema Waithaka ni mtu ako na roho ya utu zaidi. Kusaidia watu. Waithaka okay. Waithaka wa Gen Z wale wasanii wa kitambo, hajakuja kitambo, amekuja juzi. Unasema mambo ya kusaidia watu na nini. What have you learned from your boss? Zile vitu unaona akifanya wakati mnatembea naye, umelearn nini? Si mtu ati amekaa kwa industry sana, lakini yako na ame make a very big impact immediately tu ameingia kwa industry. Umelearn nini? Okay, kile kitu nimelearn kwa Waithaka hata kama hajakaa kwa industry. Waithaka ni mtu ambaye anaona mbali. Sababu Waithaka amenifundisha ile kitu ya kusema ukiwa na hiki kitu ndogo mnashare na huyu mwingine. Unaona? So nasema Waithaka amenionyesha ile yani nisikue mchoyo. Tusaidiane na wale wenzangu wenye hawana. Wow. That is very nice. We are in 2024. Kulikuwa na campaigns just 2022 ikipita. Sababu sasa yenyewe hii mwili si watu wengi wanaweza pata. So I think hata mtu akiangalia mambo ya security services, akicompare wale wa security, na I think utakuwa wa kwanza kupata hiyo kazi. Wakati siasa ama campaigns zilikuwa, uliwaka aje na wanasiasa? Hiyo wakati wa campaign sikuwa napenda mambo ya campaign, usikufanya kazi ya campaign by the way. Sababu hiyo siku nilikuwa naenda naomba kazi na nyimwa na watu. Naenda kuomba job na nyimwa na watu. Sasa sija kufanya kazi ya campaign. Nilifanya tu kazi mara moja. Hata ninyang'anya hiyo pesa by the way sikulipwa. Na wale wazito wengine. Na wanasiasa. Wanasiasa wako walitoa pesa. But unapigia mzito simu mwenye alikuwa amekitia job. Ati unajua mwanasiasa kunilipa. Kwanza nakumbuka tulikuwa hapa Thika study. Kwa tunasimamia huyu mama anaitwa huyu wa Makongeni, Thomas sijui nani. Ni MP. Tukafanya job. Kama napatiwa 10,000 mimi. Hata shilingi sikuiona. Walitoka na hiyo pesa. Na hapo ndo nili give up. Kazi ya siasa. Ukasema siasa hapana. Acha ikae. According to sasa hiyo kazi ya siasa na hii ya wasanii, ni difference ni nini na nini sasa ikafanya ukaamua ustick kwa wasanii? Wasanii unaona kama Waithaka wangu huyu. Ni mtu ambaye unajua unaangalia penye pesa iko. Unaona? Baadhi ya watu wanasema Waithaka analipanga milioni. Kweli analipanga ni madhi milioni 1. Si ati utani watu wanaongelea, ni ukweli. So mimi nilipenda sababu ya kazi ya Waithaka ni mzuri, sababu kama yuko kazi, kama uko kazi, Waithaka anajua watu watakulipa. Si ati yule mtu anasema ati huko kwa kazi siku fulani, ati ama kuita tukikuja tukua chini nifanye kazi siku ngapi.
Waithaka ni mtu ambaye anajua tu jamaa alikuwa kazi na anakulipa. Hiyo napenda kazi ya Waithaka zaidi. Hata ni watu wengi wamejaribu kuniita kwenda wapi. Lakini niliwaambia pale kwa Waithaka nimekuwa kama kupe. Na wakati wakijua nimekuwa kwa Waithaka kama kupe. Ule anakuja kunitoa pale labda kuja na madawa zake. Hapo ubanduki. Hapo si banduki. Hakuna mtu analipa milioni 1 kama Waithaka. Sidhani. Waithaka si banduki wakiwa na baby top. Hao ndio wadozi wangu bana, nimepata wadozi wa heshima kabisa. Haya. Mmeenda na Waithaka place, picha zimepigwa, picha zina trend. Sasa Kenyatta imefanya tukutafute sana ni kuona picha zako zina trend sana nini. How are you feeling? Ama watu wenye wanakujua wanakuambia aje wakiona una trend online? Okay, unajua juzi tumekuwa Embu. So photoman wetu kwanza alikuwa anamrudishia kwanza shukrani Blackie. Kwa jamaa Mungu ambariki zaidi na muongezee. Sababu yeye amefanya kada bado tukatrend zaidi kama hiyo. Kweli tulikuwa ni Nyeri ama ni Embu? Nyeri. So mimi sasa mimi hata sikunjua kama ita trend by the way. Tukatomoka kwa gari, kulikuwa paka na polisi. Masoja alikuwa amemkujia lakini kufika pale akapata kuna jitu. So Masoja ndio walikuwa wamemkujia. Masoja wamemkujia paka na polisi pale na bunduki kadhaa hivi. Sasa kushuka kwa gari hivi. Unajua sasa tulikuwa tumeenda na gari ya mdozi. Hii ndio tulikuwa tumeenda na ile kubwa. So jamii nikisoma kwa gari naangalia bonnet na mnai sasa unaona. Msoja kwa kama polisi kuona hiyo wakasoka kando. Ndio tulikuwa tunaenda na Waithaka hivi gawia watu ma credit. Tukisonga sana ndio naona nilikuwa nimepigwa mapicha vya trend zaidi. Familia, watu wenyu, watu wanakujua wanasema aje? Okay, nilipigwa na watu zaidi kwanza usiku. Nilipigwa na namba ziada sijai kuwa nazo. Ati ai wewe kwa Facebook ndio yako wewe? Tuuliza kwa nini? Sikuwa nimeingia mtandaoni by the way. Nikapigia huyo jamaa anaitwa Blackie photoman wetu nikamuuliza Blackie. Kwani umenipost? Kaniambia wewe hujaona? Na venye uko na likes mingi huko kwanza wanakujua zaidi. Ndio gani kwanza hata siku tuko na credit. Hiyo ndio ngambia bwana kwanza niwekeza watatu hapo kwanza ni buy bundles. Nataka kanishughulikia kanitumia. Nikabuy bundles. Kuingia kwa mtandao hata si nani amepost peke yake Waithaka. Ni watu wengi zaidi by the way. Kwa hiyo ni yetu ya inajitanga Karaiko TV. Digital. So hapo ndio nilianza watu wakanipigia simu kwanza umetrend. Tutumiega kitu sijui nini. So hata mimi feel poa by the way. Umewaka na Waithaka for how long sasa? Okay, sasa inaelekea kuelekea mwaka. Waithaka through hiyo mwaka mzima ni wapi yani ukitembea naye ni wapi amekufikisha penye labda huku ingia huku fika? Mimi nakwambia hata kuongea mambo ya huu mzito wangu huyu. Nimetembea kila mahali by the way. Nimetembea kila sasa unaona kila place. Watu wananifahamu sababu ya Waithaka. Juu tuende na Waithaka mahali. Watu wanaona ule jamaa ni mkubwa zaidi. Sasa unajua wale mabosi tunaenda mahali kama kwa show mahali kwa klabu. Unapata wale mabosi wako pale wakiniona wanabaki wakiwa chini sasa. Sasa unaona hii umzito mengi. Bamza wa mababu. Huyu ni baba wa mababu sasa amefika. So ukienda tunaenda na Waithaka paka Mombasa wapi. So unasikia tu ako hapo ule bauza mkubwa. Ule bauza mkubwa kwa wapi sasa sababu ya Waithaka bana. Ndio kwa maana nasema narudishia watu shukrani zaidi. Ni watu wagani prominent kwa hii nchi wenye umepatana nao through Waithaka wajeni? Kwanza nirudishie kwanza Waithaka shukrani na baby top. Walifanya kwanza nikasalamia vice president na mkono namna hii. Tulikuwa Kutus. So alifanya nikasalamia Rigijiko mkono. Kitu ambacho sikuwa natarajia kwa maisha yangu by the way. Unaona wakati tulikuwa ile wakati wa Kutus siku wakati wa Kafagara hiyo. So mimi wakati nilikuwa nimeingiza Waithaka. Kwanza nilikuwa nimezuiliwa kwanza na wale mabonza wa pale. Nikauliza wazee kwanza nyinyi wazee hata nikitaka naweza warusha tu nipite. Mimi kuna mpenzi wangu pale anaimba, unaniambia nisimame hapa. Nikawapenya hivi na nikaingia paka pale. Wakati Waithaka mingia kuna mwingine wa duaria. Na mimi niko pale, nikijina akaamuka. Ati wakati Waithaka amesema, "Rudia." Unajua Waithaka ningia kama kuna mwingine wa duaria. We nakonika utie na niguthie kokoma. Nikaona Rigijia ameamuka. Unaniua. So Waithaka mrudishia shukrani zaidi by the way.
Wacha ni huki hii ni yako kativi kadogo nimekwambia kanaitwa Kishopo ndani. Tutamalizia na hiyo wimbo tukifunga. Ulisalamia Ricky G na mkono bana. Sasa mkono ya Ricky G. Ikaingia kwa hii mkono. Unaona? Mkono ya Ricky G uliona after umeivunika hivi, uliona tena yangu ionekani. Sasa yake pia kuonekana. Alafu najua yake sasa alikuwa na vidole fupi. Sasa zilishia ndani. Haya. Wakati unaenda kusalimia Ricky G, anyewe kuongea tu kweli, unajua mimi naonanga mabamsa wa Ricky G, security. Hakuna mtu ako na mwili. Ni kweli. Uko na wao watu hawakuogopa utawanyang'anya kazi. Walikuwa wananicheck sana. Walikuwa wananiangalia zaidi sababu unajua wakati Waithaka aliingia pale na hiyo wimbo yake. Unajua watu walikuja pale wengi. Wakati Ricky G pia alikuja. Watu pia nao wakakuja. So ile wakati anakuja pia na kuna muziki Ricky G. Na mimi nikapeleka mkono pale akanisalamia. Akaenda pale akaimba na mimi nikatulia tu pale kando. Ndio zangu akaimba. Tukatoka so Waithaka amefanya nimekutana na watu wengi sana wakubwa by the way. Nimekutana na magavana, nimekutana na MP. So narudishia sana Waithaka wangu shukrani sana. Wakiwa na Baby Top wote. Wow. Haya, how do you work with Waithaka waje? Are you working under contract ama saa zingine for example mtu mwingine ana need your services? Mtu anaweza kupata for even a single day. Okay, mimi labda kama ni weekdays. Lakini mimi sianai kazi zingine za njia by the way. Sababu nakuwa nimeridhika. Unajua milioni kulipwa milioni si mchezo. Yani milioni unaweza kula hata karibu hata miezi 2. Alafu mtu akuitia 20,000 hapa. Na labda mtu akuitia baada ama ngiri 10 ama ngiri 20 ama ngiri 30. Na unataka kulala. Na mbona anataka kushindisha huko. So mimi naona naridhika na ile kitu ambacho nalipo na mdozi wangu by the way. Na ndio by the way ananiita ananiambia uko wapi? Twende tusimamie event mahali fulani. Mimi niwaje usingizi nikuje nifanye kazi ya ngiri 5 ama ngiri 10 pale. Na sasa nimelipa milioni hata sijamaliza hata hiyo miezi. So mimi nashukuru hiyo kazi nafanya kwa sababu nashukuru Mwenyezi Mungu by the way. Yeah, do you work as a company ama unakuanga as an individual? Mimi si company, mimi ni bodyguard wa Waithaka personal. Personal bodyguard. Yeah. Sasa mimi Waithaka mimi ni majiro na Waithaka. Si mambo ya kampuni. Majiro na Waithaka waje ni wewe. So wakati for example apart from Waithaka labda tuseme ni event kubwa, wasanii tuseme wamekuja wakiwa wengi, they need other security staff, hawataki ufanye peke yako. So wewe uko na watu una contact wanakuja wanakusaidia? Hapana, mimi kama wasanii tuko na show mingi ya wasanii. Unajua sasa mdozi wangu lazima atakuwa wa mwisho unaona? Mtu kama Tony yangu by the way pia hata Tony yangu. Anakujanga na muingiza. Nakuja naweza chukua hata Samindo ni muingiza na chukua hata kutoa zingine na muingiza. So unaona kama juu wakati tulikuwa mazishi kwa KO Junior. Kwa KO Junior. KO Junior. Hata Tony mimi ndo nilimtoa kwa stage pale akafurahia bado. Sababu unajua kulikuwa na umati wa watu sasa angeza kutoka hiyo. Walikuwa wengi sana watu. Sasa unajua mimi pale naye Mungu alinibariki bado na sauti. Sema woi. Unafungua njia. Sasa unaona jamaa anakuja naye ni kifaru. Wanapaka Tony akaniambia kwa kweli umefanya kazi mzuri. Hawezi kaliniangushia kitu kwa Simba ile. Wow, that is very 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 nice. Kabisa. Umewaka na Baby Top, umetutajia hao watu wote wenye umewaka na wao. Kinyi nafanyanga ama how do you vibe with them kuona hata wewe okay, najua wengi waongeangi Kiswahili wakati wako pamoja kama wasanii sababu unaona hata career yao ni ya kuongea Kikuyu. Una vibingi aje na wao wakati tuseme mko somewhere mmetulia? Unajua mimi kwa wadogo wakitulia mahali security ongeangi sana. Wanatulianga tu pale. Unaacha wanamaliza shughuli zao. Sasa labda sasa patana na msanii mmoja hivi mahali mnabonga. Apart from wasanii wa Kikuyu, kuna wasanii wengine umewahi work nao outside sasa industry ya Kikuyu? Animak na kuna wakati kitambo kidogo wakati Diamond alikuwa Waithaka. Nilikuwa nimetiwa kibarua by this kwa nimechukua na bado na Waithaka. Kama mimi ndo nakuwa pale kwa stage penye Diamond anaenda kuimbia. So nishaweka tu na Diamond peke yake hapo. Wow. We. Mwero itagu urakiona,
na nĩ ndakwĩra haha Ngai tu ateithie atĩ tũgĩũkĩra haha gĩtĩ gĩakwa gĩkorwo gĩtarĩ gĩthũkangie tondũ wa nginya fan kana mũndũ ũcio ũngĩ tũgũkĩhost haha mũndũ ũyũ aigana nyũmba ũguo nĩguo ndĩramwĩra ũhoro wa ma na nĩwakiona nĩ twarũgama na nĩ twaranĩrie nake. Asante sana kwa kukubali kukuja huku Castro Media. Thank you. So umesema kama mtu anaweza taka services zako unless akuwa analipa vizuri. Labda akuwa analipa vizuri. Mimi nafanya kazi. Mimi kazi nafanya na roho yangu yote pekee. Lakini si weekend kidogo. Weekend huwezi nipata. Kuanzia Thursday. Hiyo nakuanga na mdozi wangu bumper to bumper. Sababu unajua pia space tutaka kukosea mdozi wangu juu nimeitua pale pesa ya kando. Niache kazi yangu ile ya muhimu niende kwa kazi yenyewe. True. Na hii nyingine si permanent ni kibarua. Ni kibarua. Tena kuja nikule pesa yako leo alafu kunifutwe. Nitaenda wapi? Mtu anataka kupe kazi Tuesday na Wednesday. Mpe namba. Kuanzia Monday, Tuesday, Wednesday. Hapo nadhani nipata. Mpe namba. Namba yangu ni 07 900 800 86. 07 900 800 86. Hiyo ni rahisi. 07 900 800 86. Okay, kuna show moja umeenda ikakuwa hectic sana kwako, ikakusumbua sana. Show naendanga napatananga na watu wengi sana nikula kichwa by the way. Kwanza tuanzie kwa kama unaona mali kama SNL. Unajua stage ya SNL kidogo sana. Sasa unajua mtu anataka kudance mpaka ingie kwa stage pale. Ukikataza mtu anaona umemkosea by the way. So inabidi tu mtu nje awaje kuja kukula kichwa pale, lakini mtu anaona kama umemkosea. Bado kuna nyingine bado ushaenda Naivasha wakati wa safari rally bado. Unapata watu wengi sana kwa barabara, wengine wanaleta fujo, wengine wanavuruta msanii, wengine wanataka kutega msanii. Sasa unashindwa. Na huwezi kubali msanii avurutwe. Juu msanii anaweza kata na kitu na wewe ndio utaulizwa by the way. So mimi lazima nikae bumper to bumper. Sasa lazima nijaribu kupush kidogo ndio msanii apate nafasi ya kupita. So anapatana sarakasi mingi sana by the way. Haya, apart from sasa hizo challenges za kusumbuana na nini challenges na mafans, challenges zingine gani unapitia wakati unafanya hiyo job yako? Challenges za kupitia kwa hiyo job inakuanga zingine labda kama kusema kama kuingiza msanii hivi. Unapata labda unajua pale kuna matajiri wengi wanajua pale na mdozi. So unajua kana tunasomesha mdozi wako hivi, wanasomesha mdozi wako hivi pale kuongea na yeye. Ndio watu wanakuja watu wengi wa umati. Unasikia sasa ile tambo toe pale mdozi pale kwa watu. Huyu bwana nisalamia mara picha mara sijui unaona. Sasa mdozi anataka kuja kwa stage. Akitaka kwenda mwingine anamvuruta. So challenge mingi zinakuwa pale zaidi. Alafu for example ujui huyo msee ni nani, labda ni investor, ni millionaire, alafu wanajuana, alafu wewe ushajua ile wewe unafanya kazi yako. Ni kweli. Sasa hiyo unajua sasa mtu aelewangi bao zako. Sasa ananichukua mimi mbaya. Anielewi niko job. So sikia mtu anakuja kusema ati huyu jamaa alinitoa nje, huyu jamaa alikataa nisalamie Waithaka. Kuna wakati wa kumsalamia misikate. Msanii ni wenyu. Msanii ni sababu hata akiniambia acha unisalamie sikare wanga sikata juu. Yeye ndiye anaamua. Akisema anataka kupiga picha na watu siwezi kataza. Mimi sina uwezo kumkataza. Mimi nafuata ile kitu ambayo ananiambia. Hata akiniambia ndio kae pale hata kwanza niongee na watu wangu siwezi kataa mimi. Naenda kukaa pale sababu ni mdozi wangu ametoa sauti. Lakini Wakenya wetu hawanielewi. Unajua wanaona labda kila mtu labda zingine kuna mudi mzuri zingine nini unaona? So watu sasa zingine hata ujanga kama msanii mtoka kwa stage amechoka. Waache kwanza pumzike. Washamwanza kumuanda. Haya, for example, vile unakuanga hivi, okay, sisi idhiwe tukihinyereka ni mwili, wakati mwili inatuletea ugonjwa, unasikianga uko weak. Wewe mwai fika place ukasikia uko weak. Mimi nasema nashukuru Mungu kwa sababu kugonjeka niligonjeka kitambo sana. So naambianga Mungu kwa sababu hata stress zilipoteanga by the way kwa maisha mimi. Sina stress. Sababu ile sasa hii unajua sasa hii mambo ya mapenzi mimi sina. Sina mpenzi wote kabisa. Mimi niliwachwa. Nikakubali kuachika juu ya kukula hiyo. Na nikasema nikienda sasa unapenda demo na kuuliza mimi yako ndugu yangu utanilalia. Kuna kitu kingine utaongezea hapo kweli singumuondokea tu. So mimi sasa basi nibaki na mapenzi ya kukula ugali. Na kazi. Kuna mademu wengine turning point yao inakuanga. Ani kweli. Kuna mademu wanakujanga wanajaribu kurusha to shoot their shots wanajaribu. Hata kwa mtandao by the way hata wengine tumeona hata wakiandika kwa hizo picha zetu. Huyo baba zako na mtu mara sijui nini unaona. Unataka kudeal aje na hizo challenges. Hata kwa club bado tunatakuwa tuko show mahali. Demo na demo na dance kumbe hata siku dance. Anakuja kutongoza.
Juu unajua siku nyingi unasikia dema amekuletea Fanta. Kidogo anakuambia bwana weka namba yako ya simu. Unamwekea sababu unajui ni nini. Ile message unakuja kupatana nao unashtuka. Na unajua siku hizi mademo hata direct one night stand, wanaitishanga direct. Unapatananga na wao wanakwambia sana. Wanataka mbegu. Wanasema niwapatie mbegu yangu hii. Ati nzuri na western. Unakiambia msichana ndio tupime hataki. Unapatia mtu mbegu na mjapimo. So anataka kukugonjesha ukonde ukufe. Nikonde wale kucheka. Sasa si ndio jamaa alikuwa analinga na mwili. Tukimalizia. Sasa tuguzie wimbo moja ya boss wako tukimalizia. Kuna wimbo moja hapo mzito anaipenda sana ndongo. Kuna mwingine wa Dwaria ata uthagira karaiko we owe nako nikamundie na niguthie kokoma owe nako nikamundie na niguthie kokoma. Wow, thank you very much. No ndiro iboro wa ithaka wa Jen karaiko ne wako iwa kwina mundu kuna mwingine wa Dwaria. Oh, kwina mwingine wa Dwaria. Alafu ngana naguza wangeshi mwana ni komosa. Hana mdoza ananiua. Ni vibe. Unasikia ngaje wakati unasikia akiguza. Kuna mwingine wa Dwaria, unasikia watu nduru zinapiga. Unasikia ngaje? Unasikia damu inachemka kwa mwili haraka. Wakati Mungu anaimba by the way saa zingine. Lazima pale mbele nakuja kwanza unasema, "Oh we nakonika utie na niguthie kokoma." Sababu kwa kweli mdozi anachapanga nyimbo sisi. Wow. Thank you very much. Kisha tumemaliza, tutaunganisha huko mbele. Thank you very much. Nimeshukuru sana. Tumekutafuta tu mbio na umepatikana. God bless you so much. Mwiroreri tukora nageria na mundu na security wa Ithaka wa Jen na Baby Top na ini especially aini Amogithi. Tukamucokeria ngatho inyuothe muthiaga na mbere na kwirorera video citu na nie ndimuhoyaga agikorwo urerorera video na nduri ura subscribe ngakuheana gitio subscribe na uhinya notification bell nigetha tuki-upload video ugakorwo wa mbere na kwirorera na nie ndimucokagiria ngatho o ringi ni gutuma tutuike number 1 Kikuyu online media na nitwiriga kuhotana ngereno ya Mirori digital personality of the year 2024 Castro Media ni undu wanyu nikyo twi haha na inyuĩ mutumite tukorwo tukinyete handu haha Ngai amurathime muno makiria niĩ ngetwo Timo Castro kinya ihinda riu ringi bye bye tunawapenda sana.